wamepoteza jambo ambalo ni msingi wa dini na ni mizani ya imani na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika amali ambayo imekaziwa na imesisitizwa katika amali njema. Ikiwa wamepoteza swala, kwa hivyo mambo mengine itakuwa ni rahisi kwa wao kuyapoteza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja sababu ya wao kupoteza swala, akasema watabau shahawati, wakafuata matamanio ya nafsi zao, matakwa ya nafsi zao. Ikawa himma yao ni kutokuswali na kutokutekeleza haki hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wameishi katika maisha hayo ya kupoteza swala na wakaelekea wakafuata matamanio ya nafsi zao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala mwishoni akabainisha malipo yake, akasema fasawfa yalqauna ghayya, watakuja kuingia katika moto unaitwa ghayyan. Ghayyan mufassiruna wakasema ni wadi min wadi jahannam, kama ni bonde katika bonde la moto wa jahannam. Ghayyan wakatafsiri pia wakasema adhabun mudha'afan shadidan, ni adhabu ambayo ni kuzidishwa na ni adhabu ambayo ni kali. Ndugu zanguni, aya hii inatuelezea lakini pia inatubainishia ubaya wa kuacha kuswali, lakini pia inatubainishia sababu iliyowapelekea wakaacha swala, na mwishoni kabisa inatubainishia adhabu anaipata yule ambaye ataacha kuswali. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kikaja baada yao kizazi, adha'u salata, wakapoteza swala, wakaacha kuswali, wakazembea, wakachelewesha swala, wakaswali pasipo na wakati wake, wattaba'u shahawat, na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Fasawfa yalqauna ghayya, watakuja kukutana na moto wa ghayya, ama watapata adhabu ambayo ni maradufu, adhabu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kuacha kwao kuswali, kwa kule kuchelewesha swala, kwa kule kuzembea kuswali, kwa kule kupuuzia swala. Ndugu zanguni, aya hii inapatikana katika sura Maryam aya 59. Kwa mwenye kuacha swala kwa kupinga kwamba swala si wajibu, si lazima, kwa makubaliano ya wanazuoni wote kwamba huyu ni kafiri, si Muislamu. Narudia tena, mwenye kuacha swala na akaitakidi ya kwamba swala si wajibu kwa Muislamu na si lazima kuswali, huyu ni kafiri bila ya shaka, kwa sababu amepinga jambo ambalo amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, amemkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekadhibisha jambo ambalo linafahamika kwa dharura na jambo ambalo ni maalum kwamba swala ni wajibu kwa Muislamu. Katika nukta hii hakuna mushkila, yani hakuna tatizo wala shaka juu
ya mwenye kupinga wajibu wa swala juu ya ukafiri wake. Wanazuoni wakavutana katika masala au katika pointi hii ya pili, ndio mahalu nizaa, kwamba je, mtu ambaye anaacha swala au mara nyingine anaswali mara nyingine haswali, je, ni Muislamu ama si Muislamu? Ikaja ikhtilafu kubwa, na insha Allah tutajitahidi kuweka dalili ili Muislamu aweze kupima na kufahamu ya kwamba ubaya wa mwenye kuacha swala. Katika aya hii ambayo tumeisoma sura Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihan, kwamba kikaja baada yao, baada ya manabii ambao ni mukhlisun wa kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, kikaja baada yao kizazi adha'u salata, kizazi ambacho kikapoteza swala, wakawa hawajali wakati wa swala, wattabau shahawati, na wakafuata matamanio ya nafsi zao, fasawfa yalqauna ghayyan, watakuja kupata adhabu maradufu. Illa man taba, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema isipokuwa atakayetubia, wa amana, na akaamini, wa amila salihan, na akatenda matendo mema. Vitu vitatu hivyo, illa man taba, isipokuwa yule ambaye alikuwa haswali ama anachelewesha swala, ataingia katika moto unaitwa ghayya, isipokuwa kama atatubia katika hayo maasi na madhambi ya kutokuswali, wa amana, na akaamini, akawa na imani, wa amila salihan, na akatenda matendo mema. Huyu ambaye atatimiza vigezo hivi vitatu, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kumsamehe mtu huyo. Na hapa ndugu zanguni, inaonyesha kwamba kuacha kuswali ni katika madhambi ambayo ni makubwa. Bal kuna wanazuoni waliosema kwamba kuacha kuswali ni dhambi kubwa kuliko kuua, kama ni dhambi kubwa ambayo inatakiwa namba 2 baada ya shirki. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema akitafsiri aya hii, asa laysa maana adhau tarakuha, Allah aliposema fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata, kwamba wakapoteza swala, haina maana kwamba waliacha moja kwa moja. Tarakuha bilkulliya, hawakuacha moja kwa moja, walakin akharuha, lakini walikuwa wakichelewesha swala. Akharuha an awqatiha, walikuwa wakichelewesha swala, hawaswali kwa wakati wake. Hivi ndivyo anavyotafsiri Abdullah ibn Abbas, na huyu ni sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika mufassir wa Qur'an
na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua akasema, Allahumma faqihu fi din wa'allimhu ta'wil. Ewe Allah, mjalie Abdullah ibn Abbas au ni faqihi au ni mjuzi katika dini, lakini umfundishe tafsiri. Sasa huyu Abdullah ibn Abbas ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea dua Allah amfahamishe tafsiri ya Qur'an, anasema kwamba maksudio ya aya aliposema Allah adha'us salata, wakapoteza swala, hawakuacha moja kwa moja, bal walikuwa wakichelewesha swala bila kuzingatia wakati wa swala. Kama salatu dhuhuri itaswaliwa al-asr, salatu al-asr inaswaliwa maghrib, na swala maghribi inaswaliwa isha, swala isha wana iswali al-fajr. Ndugu zanguni katika imani, ikiwa Abdullah ibn Abbas anasema adhabu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza kwamba wataipata wale ambao wamepoteza swala, akasema kupoteza huko hawakuacha moja kwa moja, bal walikuwa wakiswali mara nyingine wanachelewesha wakati. Itakuwa vipi yule ambaye haswali kabisa? Ikiwa adhabu yenyewe hii ni kwa yule ambaye anachelewesha wakati wa swala kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, Allah akasema fasawfa yalqauna ghayyan, wakotakutana na ghayyan. Ghayyan tumesema ni bonde katika mabonde ya motoni. Ghayyan ni adhabu ambayo ni adhabu kubwa maradufu kwa yule ambaye hazingatii wakati wa swala. Si kwamba wameacha moja kwa moja, lakini wanachelewesha. Akasema Sa'id ibn Musayyib, akasema huwa alla yusalli dhuhri hatta yati al-asr. Allah aliposema adha'u salata, ni mtu kuchelewesha swala ya dhuhuri mpaka ifike al-asr. Wala yusalli al-asr ila al-maghrib, na swala ya al-asr mpaka itakapofika magharibi, atakuja kuiswali al-asiri katika wakati wa maghrib. Wala yusalli al-maghrib ila al-isha, na swala maghribi mpaka wakati wa isha, na isha ataipeleka al-fajr. Na al-fajr haiswali isipokuwa mpaka jua lichomoze. Atakayefariki aliyakuwa ameendelea na hali hii ya kuchelewesha swala, ya kutokuswali kwa wakati wake, akawa hajatubia, Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi adhabu kali ambayo ni ghayyan. Fasawfa yalqauna ghayyan, watakutana na moto wa ghayyan, watakutana na adhabu kali kwa wale ambao si kwamba wameacha moja kwa moja, ni wale ambao wanachelewesha swala zao, hawaswali kwa wakati. Sasa itakuwa vipi ndugu zanguni ikiwa mufassirun, ikiwa maswahaba na matabi'i na tabi'in wanasema aya hii inakusudia wale ambao wanaswali lakini hawazingatii wakati, wanachelewesha. Je, kwa wale ambao hawaswali kabisa hali yao itakuwa vipi? Said ibn Musayyib akasema atakayefariki akiwa katika hali hiyo na hali ya kuwa hajatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemwahidi ghayyan, akasema huwa wadi fi jahannam
na Ghayyan ni bonde liko katika moto wa Jahannam. Ni bonde hilo ni bonde la moto, liko katika moto wa Jahannam. Ni moto ambao ni mkali, chakula chake ni kibaya. Hayo ni makemeo kwa yule ambaye anachelewesha swala, hazingatii wakati. Itakuwa vipi kwa yule ambaye ameacha swala moja kwa moja? Ndio maana Allah akasema illa man taba, isipokuwa atakayetubia akajutia akaazimia kutokurudia kwa kule kuchelewesha kwake swala, wa amana, na kaamini kana kwamba kule kuchelewesha swala hakuwa na imani, wa amila salihan, na akatenda matendo ambayo ni mazuri. Ndugu zanguni, hakika ya swala ni ibada kubwa. Swala ni ibada ya kwanza kuhesabiwa siku ya kiyama. Lakini pia Muislamu, ni kwa nini waanze kutaka kujadiliwa ni kafiri si kafiri? Na mara nyingine mtu anang'ania akitaka kupewa hoja na majibu ya kwamba tayari kuswala si kafiri, kwamba naliwazika kuambiwa si kafiri kwa sababu wanazuoni wamekhtalifiana. Lakini ndugu zangu, ni aya ziko wazi, hadithi ziko wazi juu ya dhambi kubwa ya kuacha kuswali. Tena mfasiruna watuambia hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia hawakuacha swala moja kwa moja, bali wanachelewesha wakati. Je, itakuwa vipi kwa Muislamu ambaye haswali kabisa, hana Ijumaa, anasubiri Eid mpaka Eid, au pengine hata Ijumaa hana, hata Eid haswali? Itakuwa vipi? Atakuwa ni Muislamu wa namna gani? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, fa intabu, ikiwa watatubia, wa aqamu salata, na wakasimamisha swala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, hao ni ndugu zenu katika dini, katika Uislamu. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ndugu zanguni, ameweka sharti ili wawe ndugu zenu katika Uislamu. Katika hao washirikina akaweka masharti matatu. Fa intabu, ikiwa watatubia wakaacha ushirikina, wa aqamu salata, wakasimamisha swala, wa atau zakata, wakatoa zaka, hao ni ndugu zenu katika dini. Bilax, kinyume chake, ikiwa hawatotubia, ikiwa hawatosimamisha swala, ikiwa hawatotoa zaka, kwa maana si ndugu zenu katika nini? Si ndugu zenu katika dini. Wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, na hivyo ndivyo tunavyochambua na kuelezea aya zetu kwa watu wanaotambua, watu wanaojua.
Dalili hapa ndugu zanguni ni kwamba mwenye kuacha swala na Allah subhanahu wa ta'ala akazingatia undugu, akaweka masharti matatu ili awe ni ndugu yetu Muislamu. Ni masharti matatu. Kwanza, atubie, asimamishe swala, atoe zaka. Kama hajasimamisha swala kwa mafuhumu ya aya, si ndugu zetu, sio ndugu yetu katika nini? Katika dini. Ikiwa mtu hana sifa hizi tatu ambazo zimetajwa katika aya, kwamba kutubia, yani kuachana ushirikina, kusimamisha swala na kutoa zaka, hao hawatokuwa ndugu zetu katika dini. Hii ni aya ndugu zanguni, wala si maneno ya mtu yote, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukasema kuacha swala ni ukafiri, tena ukafiri ambao unamtoa mtu katika milla, katika Uislamu. Kwa sababu madhambi ndugu zangu, vyovyote yatakavyokuwa makubwa, ikiwa hajafikia katika kiwango cha ukafiri, hayamtoi mtu katika undugu wa Kiislamu. Hayamtoi mtu katika ndugu wa Kiislamu. Lakini dhambi hii ya kuacha swala inamtoa mtu katika undugu wa Kiislamu. Fa in tabu wa aqamu ssalata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din, ikiwa watatubia wakasimamisha swala wakatoa zaka, hao ni ndugu zenu katika dini. Bilaks, kinyume chake, si ndugu zenu katika dini. Na tukasema kuna madhambi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajatuambia kwamba hao si ndugu zetu kwa kule kufanya kwao madhambi makubwa. Lakini kwenye swala, kwenye kuacha swala, akasema wakisimamisha swala wakatubia, wakatubia wakatoa zaka, hao ni ndugu zenu katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, ama aya hii ndugu zangu na ambayo tumeisoma hivi sasa ni sura Tauba aya 11. Kwa wale ambao wanataka kurejea, wanaweza kurejea katika tafsiri. Katika sura nyingine ambayo ni suratu Al-Maun, Allah akasema fawailul lilmusallin, adhabu kali itawapata wale ambao wanaoswali. Aya hii ndugu zangu, ukiishia hapo utatafsiri makosa, kwa sababu aya mbele imetafsiri maana aya hii ya nyuma, alladhina hum an salatihim sahun. Adhabu kali itawapata wale ambao wanaoswali. Wanaswalije? Wale ambao katika swala zao wanaghafilika, ima wanachelewesha wakati wa swala, kwa mara zote wana kuchelewesha,
ama wanatekeleza swala pasipo na kuzingatia masharti na nguzo za swala na yale masharti ambayo yameamrishwa, ima wanatekeleza swala bila ya khushu'u, hawana khushu'i katika swala zao. Lafdhi hii ndugu zanguni, fawailul alladhina hum an salatihim sahun, inaingia mambo mengi sana yanaingia ndani yake. Kwamba adhabu kali itawapata wale wanaoswali lakini kuswali kwao ni kuchelewesha swala. Wanachelewesha swala ya dhuhuri itapelekwa al-asr, salatu al-asr itapelekwa maghrib, na maghrib itakwenda katika wakati wa isha. Na hili ndugu zanguni kwamba limekuwa ni tatizo kubwa kwa upande wa wanawake. Kwa hivyo utakuta mtu anashughulika na kazi yake, pengine ni kazi za nyumbani, na akichukulia kwamba rahisi tu, kwa mpaka amalize kazi zake kisha ataswali. Yeye akafikiria kuswali ni mradi ni kuswali tu, bila kujali ya kwamba swala inaswaliwa kwa wakati wake. Lakini yeye anachojali kwamba ili mradi ameswali, bila kujali ameswali wakati gani. Sasa haya ni makemeo makali. Allah subhanahu wa ta'ala anakemea kwamba watapata adhabu kali wale ambao katika swala zao hawazingatii wakati. Sasa ndugu zangu, ikiwa wanaoswali pasipo na kuzingatia wakati watapata adhabu kali, itakuwa vipi hali kwa yule ambaye haswali kabisa? Uislamu wa yule ambaye haswali kabisa uko wapi? Ikiwa huyu ambaye anaswali lakini hazingatii wakati, hazingatii khushui katika swala yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwahidi adhabu kali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao hawaswali swala kwa wakati, wanaacha nguzo za swala, hawazingatii. Na huko kufanya huko ni kwa sababu wao hawana ihtimam na jambo hili na amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaipoteza swala, wakaiswali wanavyotaka, hali ya kuwa swala ya ahamu taat, ni katika taa ambazo ni kubwa na zile ambazo ni muhimu. Wa afdalul qurbat, swala ni katika mambo bora ya mja kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kule ndugu zangu tughafilika katika swala ndiko ambako kuna stahik adhammin, kusema vibaya na kulaumiwa. Ama kusahau ndani ya swala, yani ndani ya swala kusahau, huko kulaumiwa yoyote, kwa sababu ni jambo ambalo linatokea kwa yoyote. Hata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya swala alikuwa akisahau. Ama kuisahau swala yenyewe ukapitiliza wakati wa swala, hilo ni jambo ambalo linasemwa vibaya na ni jambo ambalo anatakiwa kulaumiwa mwenye kufanya hivyo. Ndugu zangu, ni kwa hakika swala ni jambo kubwa. Swala ni amali kubwa. Swala ni amali bora ya mja kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ajabu ikiwa mtu haswali
halafu anataka utetezi ya kwamba eti kwamba ni kafiri au si kafiri. Kwamba ukisema mwenye kuacha swala ni kafiri, kwamba atokee yule ambaye haswali aanze kujaji hilo kwamba kwa nini kafiri. Aya ziko wazi, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi, zinaonyesha ubaya na hatari ya yule mwenye kuacha swala. Ikiwa tu mwenye kuchelewesha swala anapata adhabu kali namna hii, itakuwa vipi yule ambaye haswali kabisa? Na tutaona hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikielezea, zikiweka wazi wazi kwamba tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala. Ama mtu kama atajiliwaza kwa maneno wanazioni kwamba akawa anajiliwaza kama ametetewa kwamba ni Muislamu, sawa, lakini dalili ziko wazi. Waqala Allah Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, enyi ambao mmeamini mkamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tulhikum, isikushughulisheni, amwalikum, kutafuta mali zenu, wala auladukum, na watoto wenu wakakushughulisheni, an dhikrillah, mkaacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, mkaacha swala eti kwa sababu mtu yuko na kazi yake, ukashughulishwa na mali, ukashughulishwa na watoto, ama ukashughulishwa na chochote, ukaacha kuswali. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatahadharisha kwa waumini kwamba enyi ambao mna sifa ya imani, msije mkashughulishwa na mali na cheo, nafasi, watoto, an dhikrillah, mkaacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, mkaacha kuswali, mkachelewesha swala. Waman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun, atakayefanya hivyo akashughulishwa na mali yake, akashughulishwa na watoto wake, akashughulishwa na cheo chake, atakayefanya hivyo, hao ndio wale ambao wamepata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, aya hii inatutahadharisha kuchelewesha swala, kuacha swala eti kwa kushughulishwa na mali, watoto, cheo, ukachelewesha swala kwa sababu ya kushughulishwa na mambo haya na mengineo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawatahadharisha waumini wale ambao wana sifa ya imani katika nyoyo zao, sasa msifanye hivyo. Allah anaamrisha kukithirisha dhikri, kwani kufanya hivyo kuna faida
na kufaulu na kuna kheri nyingi. Anawakataza waumini kushughulishwa na mali zao na watoto wao, wakaacha dhikri, wakaacha kuswali, wakaacha kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ima wakachelewesha. Kwa sababu ndugu zangu, ni mapenzi ya kupenda mali na watoto yameumbwa katika nafsi, lakini kutanguliza mapenzi hayo, kama kutanguliza mapenzi ya kupenda mali na watoto juu ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, huko ndiko kupata hasara ambako ni kukubwa. Na ndio maana mwishoni Allah akamalizia kusema wa may yaf'al dhalika, atakayefanya hivyo, kwa maana akashughulishwa na watoto wake, mali yake, cheo chake, an dhikrillah, akaja kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun, hao ndio waliopata hasara. Wamepata hasara ya milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu wametanguliza atharu ma yafni ala ma yabqa, wamependelea wakatanguliza yale ambayo yanakwisha juu ya yale ambayo ni yenye kubakia. Almalu walbanun zinatul hayatud dunya walbaqiyatus salihat, mali na watoto ni mapambo ya maisha ya dunia, chenye kubakia ni zile amali njema ambazo umezifanya. Ni ile swala uliyoswali kwa wakati, ni ile swala uliyoswali kwa kuzingatia, kwa khushu'i, kwa kuzingatia nguzo za swala, wajibatu swala na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akabainisha kwamba wale ambao wameshughulishwa na mali zao na watoto wao na vyeo vyao, wakaacha kuswali, kwamba wamepata hasara, kwa sababu wamefadhilisha mambo ambayo yanakwisha, wakaacha yale ambayo yanadumu na hayaishi na ni ya milele. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ujira mkubwa. Kwa inawezekana mzazi akashughulishwa na mwanae na mtoto wake, akaacha dhikri, akaacha swala, akatanguliza mapenzi ya kumpenda mtoto wake, akatanguliza mapenzi ya kupenda mali zake, akaacha swala ama akachelewesha. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawakumbusha waja wake wenye imani ya sawa sawa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, msishughulishwe na mali zenu na watoto wenu, kwani hayo ni mapambo ya maisha ya dunia. Msishughulishe mkaacha dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni yenye kudumu na yenye kubaki na yenye malipo makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, atakayefanya hivyo, hao ndio wale ambao wamepata hasara, kwa kule kufadhilisha mambo yanayokwisha na kuacha yale mambo ambayo ni yenye kudumu na ni mambo ya milele. Ndugu zangu, ni mufassiruna katika aya hii wanatafsiri wakisema almuradu bi dhikrillah fi hadhihi alaya as-salawati al-khams. Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, fa dhikrillah iliyokusudiwa hapa ni swala 5
Watu wangapi wameshughulishwa na biashara wakati wa swala hawana habari, bal hawaswali kabisa? Ni watu wangapi wameshughulishwa na watoto wao wakawa hawana habari na swala? Kwa yule atakayeshughulishwa na mali yake katika kuuza na kununua na maisha yake na watoto wake, akaacha swala au akaswali nje ya wakati, anakuwa ni katika wale ambao wamepata hasara. Hivyo ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama min amalihi as-salah, jambo la mwanzo atakayehesabiwa mja siku ya kiyama, jambo la mwanzo kabisa ni swala. Fa in salahati faqad aflaha wa anjah wa najah, ikiwa swala itakuwa vizuri, mja huyo atakuwa amefaulu. Wa in naqasat, na swala ikiwa na mapungufu, imesolewa nje ya wakati, imecheleweshwa, haijatimia nguzo, wajibu haujatimia, masharti hayajatimia, khushu hakuna, faqad khaba wa khasira, mtu huyo amepata hasara, ameruka patupu na amepata hasara iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, hiyo ni tahadhari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sisi waja wake, kwamba tusishughulike na biashara, kuuza na kununua, tusishughulishwe na watoto wetu kiasi kwamba ikafikia tukaacha swala ama tukachelewesha. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Mudaththir anatupa habari juu ya watu wa motoni, kama salakakum fi saqar, watakapoulizwa watu wa motoni ni kitu gani kimewapelekea nyinyi kuingia motoni, majibu yao, kitu cha kwanza atakachojibu atasema qalu lam nakum minal musallin, hatukuwa ni wenye kuswali. Kwamba wanakiri, wanakubali kwamba sababu kubwa iliyowapelekea wao kuingia motoni ni wao hawakuwa wakiswali. Walam nakunu tu'imul miskin, hatukuwa ni wenye kualisha maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, tulikuwa tunaogelea katika maasi pamoja na wale wenye kufanya maasi. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin, tulikuwa tunakadhibisha siku ya malipo. Hata atana al-yaqin, mpaka tukafikwa na umauti. Tukafikwa na umauti hali ya kuwa hatuswali ama wanachelewesha swala. Wakafikwa na umauti hali ya kuwa wanakadhibisha siku ya malipo. Wakafikwa na umauti hali ya kuwa hawalishi maskini. Wakataja sababu ambazo zimewapelekea wao kuwepo katika moto wa Jahannam. Katika sababu hizo, sababu ya kwanza kabisa, lam nakum minal musallin, hatukuwa ni wenye kuswali. Kwa hivyo ndugu zanguni, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhabarisha na anatusimulia kwamba sababu na watu wa motoni watakiri katika sababu zilizowapelekea wao kuingia motoni, kwamba ni wao kutokuswali.
Na ndio maana ndugu zangu tunasema kuacha kuswali ni katika madhambi makubwa. Tena ni madhambi makubwa kuliko kuua, kama walivyosema baadhi ya wanazuoni. Lakini pia ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wazi, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, tofauti yetu, ahadi yetu kati yetu na kati yao as-sala, ni swala. Faman tarakaha faqad kafara, atakayeacha swala amekufuru. Sa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazungumza bayana kwamba tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala, na atakayeacha swala atakuwa amekufuru. Baina al-abdi wal-kufru tarku as-sala, kati ya mja na ukafiri ni kuacha swala. Angalia, neno limekuja tarku, kuacha, sio kupinga, kuacha. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliposema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala, faman, akaweka wazi kabisa, faman tarakaha, atakayeacha swala faqad kafara, huyo mtu amekufuru. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amekufuru, halafu mtu bado anataka aambiwe eti kwamba mtu ambaye haswali aambiwe tu ni Muislamu, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi tena akasema faman tarakaha, mwenye kuacha, sio kupinga. Mwenye kupinga tumesema anayepinga kwamba swala si wajibu ni kafiri moja kwa moja, hakuna shaka katika hilo, kwa sababu amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, na amemkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekadhibisha jambo ambalo limethibiti kwa dharura kama swala. Lakini hapa hadithi inasema faman tarakaha, atakaye acha. Hadithi hii ndugu zangu ni sahihi, amepokea Imamu Ahmad, amepokea pia Tirmidhi, na Sheikh Al-Albani amesahihisha katika Jami yake. Na hadithi hii ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema baina al-abdi wal-kufr, kati ya mja na ukafiri, tarku swala, ni kuacha swala, kwamba kinachomtenganisha tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi. Katika Sahih al-Bukhari Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man fatathu salatu al-asr, atakayepitwa akaacha kuswali swala al-asiri, habita amaluhu, matendo yake yameporomoka. Hadithi hii pia ni sahihi, amepokea Imamu Ahmad, pia amepokea al-Imam al-Bukhari, kwamba kuacha swala moja tu ya al-asiri matendo yanaporomoka. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man taraka as-salata, atakayeacha swala mutaammidan, kwa maksudi, bari'at minhu dhimmatullah,
huyu ametoka katika dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kutoka katika dhima, kwa mtu anayeswali anakuwa katika dhima na katika hifadhi, katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa huyu ambaye ameacha swala kwa maksudi, na asilimia kubwa ndugu zangu ni watu wanaacha maksudi, si kama wanaacha kwa bahati mbaya. Sababu adhana zinasikika, mara nyingine mtu anaishi yuko karibu na msikiti lakini haswali. Hakuna mtu ambaye anaacha swala kwa bahati mbaya eti kwamba haswaliki kwa bahati mbaya. Na ndugu zangu nikawasema wanazuoni mpaka wanaanza kuikhtalifiana katika jambo kama hili la swala, la kuacha swala. Ni kwa nini mtu aanze kuingia katika sehemu ambayo anajadiliwa ni Muislamu ama si Muislamu? Ni itakuwa vipi Muislamu aridhike kwamba anajadiliwa ni Muislamu ama si Muislamu? Wako waliosema na kufurishwa kwa kuacha kuswali, na dalili walizotumia ni hadithi hizi ambazo tumesoma, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufru tarku as-sala, kati ya mtu na shirki na ukafiri ni kuacha swala. Na katika dalili hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka upambanuzi, ametenganisha kati ya imani na ukafiri ni swala. Na hii iko wazi kwamba hana imani yule ambaye haswali. Kuna imani. Na hii nyingine kwamba mwenye kupitwa, mwenye kuacha swala kwa maksudi ametoka katika dhima, katika hifadhi, katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umirtu an uqatila an-nas, nimeamrishwa kuwapiga watu hata yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah, tamke shahada, wayuqimu as-sala, wasimamishe swala, wayutu zaka, na watoe zaka. Fa idha faalu dhalika, ikiwa watafanya hivyo, wakasema la ilaha illa Allah, wakasimamisha swala, wakatoa zaka, wakifanya hivyo, asamu minni dima'uhum wa amwalihim illa bihaqqihim wa hisabuhum ala Allah, kwamba wataokoka, kwa maana damu zao itakuwa ni haram kumwagwa, mali zao zitakuwa ni haram, na haki yao na hisabu yao itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hizo zote ni dalili zinaonyesha umuhimu, ulazima, uwajibu na ubaya, na kwamba ni jambo baya, ni katika madhambi makubwa ambayo mwenye kuacha swala ama akachelesha swala, akaswali pasipo na kuzingatia wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta dalili nyingi na amesema maneno mengi juu ya umuhimu wa swala. Yani haipasi kwa Muislamu kuliwazika hadi kuambiwa si kafiri, akaambiwa ni Muislamu, akaridhika na akaona kwa vile kuambiwa bado Muislamu aliyekuwa haswali kajiona iko sawa. Bal dalili
kiuhakika dalili ambazo zinampeleka ambaye haswali katika ukafiri ni dalili nyingi, na ndio dalili ambazo zina nguvu na ziko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, man hafadha alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatun yawm alqiyama, atakayehifadhi swala atakuwa na mwanga, atakuwa na hoja na kufaulu siku ya kiyama. Na ambaye hajahifadhi swala, haswali ama na swali pasipo na kuzingatia wakati, lam takun lahu nuran, hatakuwa na nuru, hatakuwa na mwanga, wala hataokoka يوم القيامه siku ya kiyama. Wa kana يوم القيامه ma Firaun, na atafufuliwa siku ya kiyama pamoja na Firaun, wa Qarun na Qarun, wa Hamana na Haman, wa Ubay ibn Khalaf. Kwa mwenye kuacha swala atakuja kufufuliwa, atakuwa sehemu moja na kina Firaun, akina Hamana, akina Qarun na Ubay ibn Khalaf. Atafufuliwa na watu hawa. Ndugu zangu, kule kufufuliwa na Firauni ambaye alidai uungu, akasema ana rabbukumul a'la, kwa mimi ni Mola wenu mkubwa. Firauni huyo. Leo huyu ambaye haswali anakwenda kufufuliwa na Firauni. Sasa huyu mtu, hata kama tutamwambia bwana ni Muislamu, kwa kutokuswali bwana bado Muislamu tu, lakini kule kufufuliwa na Firauni kuna maana gani? Na katika kutafsiri hadithi hii ndugu zangu pia ni sahihi. Amepokea Imamu Ahmad na Ibn Hibban na sanadi yake ni nzuri. Wakasema kwa sababu Firaun alimpinga Allah subhanahu wa ta'ala, akashughulishwa na cheo chake kama ni mfalme. Hivyo yule ambaye ataacha kuswali kwa sababu ya cheo ambacho yuko nacho kikamshughulisha, kwamba anafananishwa na Firauni. Ama Qarun, yule ambaye atashughulishwa na mali yake, mali zake zikamshughulisha, anafananishwa na Qarun. Kama Qarun alikuwa ni katika watu wenye mali nyingi sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba funguo za kufungulia kwenye store ya mali yake zinabebwa, hazibebwi na mtu mmoja. Zile funguo zinabebwa na watu wengi, zaidi ni watu kama 10 hivi kubeba zile funguo. Atakayeshughulishwa na mali zake akaacha kuswali, anafananishwa na Qarun. Atakayeshughulishwa na cheo, waziri na nini, nafasi, anafananishwa na Hamana. Hamana alikuwa ni waziri wa Firauni. Sasa ndugu zangu, ni kwa hadithi hii tu, tukiachilia mbali hadithi ambazo tumezisoma na aya, ni vipi mtu ataliwazika
kwa kule kutokuswali, na akataka atetewe ya kwamba yeye ni Muislamu, ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atafufuliwa mtu huyo pamoja na kina Firauni, pamoja na kina Hamana, pamoja na kina Qarun, na hao wote ni watu waovu na watu wabaya. Bal Firauni alifikia kujiita kwamba yeye, akawaambia wale Bani Israeli, akamwambia ana rabbukumul a'la, mimi ni Mola wenu mkubwa. Kisha akamwambia na huo mto Naili kama unapita kwa idhini yake. Akafanya ukafiri ambao kwa hakika ni ukafiri mkubwa, ukafiri wa hali ya juu. Hasa huyu ambaye haswali atakuja kufufuliwa pamoja na hao watu hawa. Akasema Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, akasema amma annahu la hadhan li ahadin fil islami adaa as-salah, ana hadhi yoyote katika Uislamu mtu ambaye haswali hana hadhi. Hana hadhi. Ni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, sahabiyul jalil, ni sahaba, lakini pia si sahaba tu pekee, ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalifa wa pili baada ya Abu Bakr as-Siddiq. Na Umar huyu kuna aya nyingi zimeshuka katika Qur'an zikiunga rai ya Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Sasa maana hadhi, ana hadhi katika Uislamu. Na wanazuoni wamesema wala tariku swala tafufuliwa, tumesema na kina Firauni, kina Hamana, kina Qarun, kwa sababu ameshughulishwa akaacha swala kwa sababu ya mali yake, au kwa sababu ya ufalme na uongozi, au kwa sababu ya uwaziri, au kwa sababu ya biashara. Akishughulishwa akaacha kuswali kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mali, atafufuliwa pamoja na Qarun, sababu Qarun alikuwa na mali nyingi sana na ilimshughulisha ikampa kibri, na akasema mali hiyo amepewa kwa ajili, kwa sababu yana akili na ni mjanja. Akishughulishwa na biashara anafananishwa na Ubay ibn Khalaf ambaye alikuwa mfanya biashara mkubwa katika mji wa Makka. Ndugu zanguni, kwa hakika Muislamu ambaye haswali na tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Uislamu utakuwa vipi? Muislamu huswali ikiwa swala ni amali ya kwanza kuhesabiwa. Ama maswahaba nao wana kauli yao, wanasema ridwanullahi alaihim. Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah, yeye anasema kana ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, walikuwa maswahaba wa Mtume, la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Walikuwa maswahaba wa Mtume hawaoni chochote
kuacha kitu katika kuacha kwamba ni ukafiri, tofauti na kuacha swala. Sawa, maswahaba wameishi katika karne bora, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema khairul quruni qarni, bora ya karne ni karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalu, kisha inafuata. Sasa hawa ni maswahaba, kwamba wao walikuwa haoni kitu cha kuacha kitu chochote kwamba ni ukafiri isipokuwa swala. Yani kwa wao ukafiri ilikuwa ni kuacha swala. Kwa mtu akiacha swala walikuwa wanaona ni ukafiri, na hakuna kingine chochote ambacho walikuwa kiona kama ni ukafiri kama kuacha swala. Hawa ni maswahaba ridwanullahi alaihim. Na imenukuliwa ijmaa kutoka kwa Ishaqa rahimahullah ala anna tarku swala kufrun, kwamba kuacha swala ni ukafiri. Kuacha swala ni ukafiri. Ndugu zanguni, swala ni ibada ambayo ni muhimu sana. Kwa hakika mimi katika kusoma dalili hizi, kila nikisoma hizi dalili nikiangalia na zile ambazo zinasema kwamba mwenye kuacha swala si kafiri ikiwa ameacha kwa uzembe na uvivu, kwamba nashindwa kumtetea. Na kuna dalili hizi ambazo zinasema ambaye haswali si Muislamu, kwamba ziko wazi na nyingi, na ziko wazi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi aliyopokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, ayul a'malu ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam? Yani Umar anamuuliza Mtume, ni amali ipi inayopendeza zaidi katika Uislamu? Mtume anamjibu, anambia as-salatu liwaqtiha, swala inayoswaliwa katika wakati wake ni amali bora na inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akaendelea akasema, man taraka as-salata fala dina lahu, atakayeacha swala hana dini. Was-salatu imaduddin, na swala ndio nguzo ya dini. Ndugu zanguni, kwa hakika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yeye anasema, man lam yusalli fala dina lahu, baada swali ana dini. Ibn Abbas anasema, man taraka as-salata wahida mutaammidan, atakayeacha swala moja kwa maksudi atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban, Allah akiwa mkasirikia mtu huyo. Ndugu zangu, ni Ibn Hazm yeye anasema, la dhamban baada shirku a'dham min ta'khir as-salah, hakuna dhambi kubwa baada ya shirki. Baada ya shirki hakuna dhambi kubwa kama kuchelewesha swala
ukaitoa nje ya wakati wake. Hakuna dhambi kubwa kama kufanya hivyo, kuchelewesha swala ukaitoa nje ya wakati. Akasema Ibrahim an-Nakhai, man taraka salata faqad kafara, atakayeacha swala atakuwa amekufuru. Ndugu zanguni, dalili zote hizi ambazo tumezitaja zinaonyesha ubaya wa kuacha swala, na dalili nyingi. Wakati hautoshi, tunaishia hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kusimamisha swala na kudumisha, na wale ambao wanaswali kwa wakati. Lakini pia tunamwomba